Somo la 11 tujifunze miongoni mwa mambo utakayoyaona kwenye vipimo vya mkojo. Ni baadhi tu ya mambo utakayoyaona kwenye vipimo vya mkojo. Mambo matano utakayoona kwenye vipimo vya mkojo wakati unapima UTI, na ni mambo muhimu sana ya kuyazingatia. Jambo la kwanza, WBC. WBC kwa maana ya white blood cells zikiwa nyingi kwenye kipimo cha mkojo, maana yake kuna infection. Hii ni ishara kuu una UTI. Jambo la pili, bakteria. Kuonekana kwa bakteria kwenye mkojo inaonyesha wazi kuna maambukizi. Kuonekana bakteria kwenye njia ya mkojo au kwenye mkojo sio lazima iwe ni UTI. Inaweza kawa ni bakteria wa jambo jingine ambalo si UTI, lakini inaonyesha wazi kwamba kuna maambukizi kwenye mkojo wako. Jambo la tatu, nitrates. Zikiwa positive inamaanisha bakteria fulani wapo. Hii nitrates ndio hukonfirm UTI mara nyingi. Jambo la nne, RBC, red blood cells, damu kwenye mkojo. Hii inaweza kuonekana kuwa ni UTI. Inaweza pia kuashiria ni tatizo jingine ambalo sio UTI. Ukiona damu kwenye mkojo inaweza kuwa ni UTI, lakini pia inaweza kuwa ni tatizo jingine ambalo sio UTI. Kwa hiyo inahitaji uchunguzi zaidi. Jambo la tano, epithelial cells. Epithelial cells zikiwa nyingi sana, hii inaashiria huo ni UTI. Lakini pia inawezekana hiyo sample, huo mkojo wakati unachukua ulichafuliwa kwa namna fulani. Kwa hiyo inabidi kurudia hicho kipimo kwa wakati mwingine, maana pia inaashiria mkojo ni mchafu kwa kawaida. Baada ya mambo matano haya, usihofu kabisa. Muone daktari, mpe majibu yako, akutafsirie kwa usahihi majibu yako na upate dawa kwa usahihi na ushauri kwa usahihi. Basi ifollow zaidi, tujifunze zaidi kwa habari za afya, na comment, share ili wengine nao upate elimu hii. Asante.